Rafiki yangu, najua amekukosea sana. Na najua amefanya vitu vingi vya kukera ambavyo haukutegemea. Nafikiri unanielewa. Inawezekana na rafiki yako, mzazi wako, ndugu yako, mfanyakazi mwenzako au hata penzi wako maybe. Ndio, ninajua kuna mahali amekukosea. Na huko kukosea kwake kumekufanya moyo wako umbebe, umemshikilia sana. Mimi rafiki yako niko hapa kukukumbusha tu kwamba jifunze kuachilia. Ndio amekukosea, ndio amefanya vitu ambavyo hukutegemea, ndio ulimwamini sana, ila jifunze kusamehe na kuachilia. Naomba nikwambie tu, Waswahili wanasema chuki umuumiza yule aliyehifadhi. Yeye amekukosea, anaendelea na maisha yake. Wewe uliyekosewa ndio umebaki umembeba moyoni. Niko hapa kukukumbusha tu, msamehe na jifunze kuachilia. Naomba nikwambie, msamaha una kawaida ya kumweka mwanadamu karibu na uso wa Mungu. Kwa hiyo unavomsamehe huyu aliyekukosea, unajiweka karibu na uso wa Mungu. Lakini pia yawezekana wewe ndio umemkosea mwenzako. Muona aibu basi, jihukumu mwenyewe ndani nafsi yako na nenda kamuombe msamaha yule uliyemkosea. Kumomba mtu msamaha sio udhaifu kama wengi wanavyosema, wala sio eti ukimomba msamaha utajishusha, hapana. Kumomba mtu msamaha ni moja kati ya ishara ya kuwa na ukomavu wa kihisia. Kwa hiyo kama wewe ndio umemkosea mtu, nenda kaombe msamaha rafiki yangu, haitakupunguzia chochote. Na kama kuna mtu amekukosea, hata kama hajakuomba msamaha, jifunze kuachilia, jifunze kusamehe. Itakupunguzia mizigo mingi moyoni mwako ambayo haina maana, na itakuweka karibu na uso wa Mungu. Rafiki yangu, jifunze kusamehe, lakini cha zaidi jifunze na wewe kuomba msamaha. Asante, until next time.